sufuria 50. Kwa hiyo tushajua gharama yake, tutawakabidhi pesa yao hapa, wataenda kujinunulia. Pengine baada ya wiki atakuja inshallah. Anapiga makofi mwenyewe yule kule. Mwalimu wa shule lakini mbabe kweli kweli. Lakini vile vile kuna mifuko ya saruji. Uwandani nilisahau kuna mifuko ya saruji 10 pale msikitini tulipeleka, alituwakilishia mzee Kamanda jana. Alitupelekea. Lakini tawi la Ng'ambwa nilikwenda nikaombea dua, tutafanya demo ya watoto wetu 2 watatu wa kuwakabidhi zinaitwaje zile kanzu zao na nini zinaitwa hapa. Watoto 2 watatu wamekuja wale pale. Namshukuru dada yangu Mariam ndo alikwenda akaninunulia. Lakini vile vile tawi la Ng'ambwa kuna tawi letu pale kuna madrasa pale Ng'ambwa waliniomba vitabu wakati wa kampeni, wanasomea vile vitabu, kitabu kimoja kina gharimu shilingi 1500. Waliniomba vitabu 200, nimeandika 20 hapa lakini hii ni 200. Kwa hiyo vitabu 200 shilingi 300 nitawakabidhi watoto wetu ndio wakapate kusoma dini. Takbir. Lakini kwenye tawi letu la Ng'ambwa, tawini kama tawini tumeshatia dari, tunataka kuanza kutia tiles lakini hatujaweka cornice pamoja na kupiga rangi. Inagharimu shilingi 700 na 10,000 vifaa vyake pamoja na pesa ya ufundi. Pia tutamkabidhi hapa katibu wetu, vifaa vyako viko hapa baba. Lakini vile vile tawi la Ole, sasa tawi la Ole kuna mambo matatu. Skuli ya Ole leo ilikuwa haina katika ratiba, lakini walitaka mabati hafla kwa heshima ya elimu. Tutawapatia mabati hapa kwa ajili ya banda la ndugu zetu hawa wanapikiwa hapo. Wanasema chakula kinakuwa kibichi kwa sababu kinapikwa juani. Lazima wapate banda la kupikia wali. Mandondo hoyo. Lakini vile vile tawi la Ole pia hapa kuna madrasa ambayo imefunguliwa, kuna mayatima pale. Nimewasomesha mayatima 6, nitawalipia ada kwa muda wa mwaka mmoja na kila yatima mmoja ni shilingi 360,000. Kwa hiyo hawa watoto mayatima tutawapatia sadaka yao pia pale. Lakini vile vile nilipoenda kuifungua juzi waliniomba printer yenye thamani ya 600,000 ile pale, na vile vile waliomba chakula cha milioni 1,950,000. Tayari nimekipeleka, lakini tumekuja na baadhi ya vyakula kwa ajili ya kupiga picha. Manake tokea Jumanne shule imefunguliwa washaanza kutumia kile chakula. Kwa hiyo tumeleta baadhi ya vyakula vile kwa ajili ya kupiga picha nayo na kuweka kumbukumbu. Na sadaka inaendelea. Pigeni makofi jamani. Ndio hamuone raha bwana. Lakini vile vile tawi la Ole hapa Mbuyuni kuna maskani yetu ya CCM. Iko hapa Mbuyuni kwa Dishadi hapa. Wakati wa kupiga kura tulipita pale, wakatuomba kwa hiyo leo tutaiwezeka ile kwa kuikabidhi bati, mbao pamoja na pesa za ufundi. Gharama yake ya kuiwezeka ni milioni 2,650,000. Vifaa hivi hapa, bati zake zile pale, na inahitajia matofali kidogo yale pale na pesa ya ufundi. Tutawakabidhi sasa hivi na nyinyi mtashuhudia. Lakini vile vile mjini Ole kuna madrasa Nuru Huda. Naambiwa hii ni madrasa lakini vile vile ni nasari. Watoto hawa wanasoma hawana umeme. Nimewalipia jana umeme shilingi 2,10,000. Lakini vile vile kumbe ilikuwa inahitaji umeme ndani haina fitting. Vifaa vya fitting ni 350,000 na pesa ya ufundi ni 1,150,000. Shilingi 500,000 tumenunulia vifaa vyao na pesa yao tutawakabidhi hapa sasa hivi. Pigeni makofi kwa mjini Ole. Lakini tawi la mjini Ole, timu yetu ya mjini Ole ile tuliahidi mshindi wa kwanza tutampa milioni 2 na 500,000. Tumewapa milioni 2 na tudai shilingi 500,000. Tutawakabidhi 500,000 yao kwa sababu ahadi ni deni mpaka mbele ya Mwenyezi Mungu. Tutawakabidhi timu yetu ya mjini Ole 500,000 yao hapa sasa hivi. Tawi la vitongoji kuna shughuli yetu ya kijamii, kuna visima pale kimekauka maji, kinataka tukakifue kidogo. Panaitwa pale Mkungupeji. Gharama yake ni takriban shilingi milioni 1 kuvikarabati hivi visima pale. Tutakabidhi pesa hiyo ili mafundi wakaendelee. Lakini vile vile kuna shughuli mbili ambazo zina involve jimbo zima. Shughuli ambazo zina involve jimbo zima, ya kwanza
ukabidhiji wa kulipia hizi timu za mipira, ziko timu 17 milioni 3,500,000. Halafu vile vile kutoa jezi pia 35 na kila pia moja na gharimu milioni 1 ina gharimu 195. Kuna jezi za 110,000, kuna jezi za 140,000 na kuna jezi zinauzwa 240,000. Kwa sababu tumenunua nyingi, zile za 240,000 tumepewa discount mpaka 195. Kwa hiyo timu zote tutazikabidhi jezi zao hizo hapo. Wana michezo oye! Sasa baada ya muhtasari huo, kupitia mambo yetu haya utakuta kuna matawi tumefanya mambo matatu, kuna matawi tumefanya mambo moja. Kuna waraka mwingine huu hapa wa kupitia mfuko wa jimbo ambao unaanza Januari hii. Kuna matawi, kuna shehia hapa. Unaona kuna shehia 6. Shehia yaone hapa hamtofanywa kitu kwa sababu katika utekelezaji wangu wa leo tumefanya mambo matatu ole makubwa. Kwa hiyo kwenye utekelezaji huu wa kesho kutwa ndani ya Januari hii tutakuwa tuna shehia 5. Katika shehia 5 hizi, shehia ya vitongoji tutakuwa kuna uchimbaji wa kisima 2 pamoja na kujenga minara na matenki. Shehia ya uwandani tutatatua changamoto za maji pamoja na vikundi vingine vya umwagiliaji uwandani tutaviwezesha. Halafu pale uwandani nimejenga mnara wa maji pale msikitini wa kubeba lita 20,000. Mnara ule mpaka kukamilika kwake utagharimu shilingi milioni 17 na mnara umekamilika bado kutia tiles tu. Kwa hiyo umekasoro kununuliwa ile tenki la lita 10,000. Lita zile 10,000 ni mnara wa msikiti na jamii jamani. Ile tenki inagharimu milioni 2,400,000 lakini nguzo tenda hamna na lazima tulipakie kwa kreni mpaka kulifix pale na gharimu kama milioni 3. Tutafanya ndani ya Januari hii lakini kupitia mfuko wa jimbo, yani hizi pesa za serikali ambazo tunaletea jimboni. Sheria ya Ng'ambwa kuna mambo matatu tutayafanya. Ile daraja linalotoka Vikunguni kuunganisha Jombe pale nimetoa milioni 5 kabla sienda Dodoma juzi, na mifuko 100 ya saruji na mchanga na kokoto. Hivi vitatu nadaiwa sijapeleka, lakini milioni 5 taslimu pale nilienda kukabidhi mabalozi, sheha na viongozi wetu pale ni mashahidi. Kwa hiyo tutaenda kuongeza nguvu pale, lakini vile vile sheria yetu hii ya Ng'ambwa, maeneo hapa ya Ng'ambwa kuna shida sana ya maji, panahitajika kununuliwa kujenga visima 2 tutachimba pale, tutakaa na uongozi ndio upo hapa kamati, wapi pana shida kubwa ya maji, kuna visima 2 na mnara na matenki tunataka kujenga pale Ng'ambwa. Sawa jamani hapo. Lakini vile vile Gombani ya kale kule kuna balozi mmoja na kanyumba JKU pale. Kuna shida ya maji kule pia na tabiri atatuliwe. Yule mama anaitwa nani? Mama Nifa, nimemwona Mama Nifa. Nilikwenda kule kuomba kura ya maoni mpaka nyumbani kwake. Kwa hiyo na yeye ana shida yake, akanambia siku ile, nikamwambia nikamate kichwa niombee dua, nikakaa chini, yule Mama Nifa akanikamata kichwa akaniombea dua, na yule mama ni Sharifu, baba yake Sharifu, mama yake Bulushi, dua yake haikurudi nyuma. Mama Nifa yuko? Mama Nifa naomba nikuone. Sijamuona Mama Nifa, balozi wangu yuko wapi? Wa alaikum salaam. Mama Nifa huyu ndo alienda kunikamata kichwa akaniombea dua na akasema insha Allah. Alhamdulillah. Wewe nilikuwa natoa story yako kabisa. Takbir. Alinikamata hivi na akanambia kwa Fatiha hii nimekupigia, basi wewe moja kwa moja mpaka kuwa mbunge. Kwa hiyo sheria yetu ya Ng'ambwa imegawika, kuna hapa Simbawili na kule Gombani ya kati. Tunagawa hapa na tunapeleka na kule. Halafu na Mchanga Mrima kuna shida ya maji kule, makumbi kule. Kuna mipira ya maji tutanunua pamoja na viungo vyake na gharama zetu za ufundi kupitia hii mfuko wa Januari. Lakini pale panahitajika kifusi na kukarabati njia kutoka Markaz kuingia pale, kutoka Kianga pale kuingia kule wanahitajia pia vifaa hivyo. Kwa hiyo tutafanya kesho kutwa ndani ya mwezi huu inshallah. Sheria Mjilione Makaani kule kuna shida kubwa ya maji, lakini kisima wanacho cha maji safi wanahitajia matenki na mashine mchikichi pamoja na mipira ya maji na mnara mdogo.
wamekuja watu wangu kwa Mzee Mburi kule, wako hapa wale balozi wa makamu, walikuja kule kwenda kufanya makisio, tayari yashaleta, tushakaa kikao manispaa juzi na ishapitishwa. Kwa hiyo fedha itakapoingia inshallah tutafanyika hili hapa, lakini tunafanya kule Makaani, alafu kuna na hapa mjini Ode tuna Sumbuka pale Sumbuka. Sasa kuna hapa Ndujuni kwa Biishe hapa wana habari yao, lakini na yeye leo hapa ataleta Biishe. Yuko wapi? Hajaja Biisha. Aha, afande, naona afande yupo na pia wana jambo lao hapa Ndujuni. Jamani, watu wa Ndujuni wanasema wao wanasahauliwa siku zote, watu wa mjini wale wanawasahau na watu wale wanawasahau. Kwa hiyo hapa mnisamehe, mtakapenda kweli pale Kiamboni. Sawa jamani hapa. Kwa hiyo ndani ya Januari yetu hii tutakuwa tuna mambo ambayo tunabakua kila sehemu. Mwisho nihitimishe kwa wanafunzi wangu. Wanafunzi oye! Kuna wanafunzi wamefaulu darasa la 7, listi yao yote ipo, na kuna wanafunzi inshallah watafaulu form 2 kesho kutwa. Matokeo tayari? Shatoka tayari. Tuko vizuri. Mashaallah, takbir. Pigeni makofi. Kwa hiyo kuna mambo ya kuja kuwafanyia hawa wanafunzi kama wanafunzi. Sawa hapo tunaenda mdogo. Mimi hata kama mshaingia form 3. Sawa mwalimu? Ahadi yangu nitakuja kufanya jambo kwa wanafunzi wote wa skuli zote za jimbo la Ole. Baada ya hapo